Nasoma VETA. La ngapi? La 10. Mtoto huyu anaitwa Mudathiri Gao. Umri wake ni miaka 2 na anaishi katika kata ya Njoro iliyopo hapa katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Video zake zimesambaa na kutrend kwenye mitandao zikimuonyesha mtoto huyu akizungumza mambo mbalimbali ambayo yalifanya watu wengi kufuatilia video zake. Kamanda Lali. Kwa Mkapa. Hatoki mtu. Mwangalie sagule. Kwa Mkapa. Hatoki mtu. Elia. Mpanzu. Ubaya. Bela. Mama Samia. Tano tena. Twende vimacho sasa. Nini Wivu. Wivu, mama wivu. Unasoma wapi wewe? Nasoma VETA. Unasoma la ngapi? La 10. Mjomba ni nani? Nyumba ya mama. Ila Ana manyanya. shangazi ni nani? Tajiri baba. Ndevu sana. Kwa hiyo anakuwa na misemo mingi ambayo anakuwa anaongea ambayo yani inakuwa inastaajabisha kwamba naye anakuwa anamuelekeza au anamfundisha. Moja ya video ambayo imesambaa kwenye mitandao ni ile aliyokuwa akiulizwa ya kwamba anasoma wapi na yeye akajibu ya kwamba anasoma VETA darasa la 10. Leo hii tumempata tuzungumze naye, lakini pia tutapata nafasi ya kuweza kuzungumza pia na baba yake aweze kutuambia uwezo wa mtoto huu uko vipi kutokana na jinsi ambavyo yeye amekuwa akionekana katika jamii. Naitwa Nurdin Ramadhani Gao, baba yake mzazi kabisa. Ndio. Huyu mtoto ana umri gani? Kwanza mnafanana sana yache. Ndio, ana miaka 2 sasa hivi. Ana miaka 2 kamili. Video zake zilisambaa kwanza endapo alikutana kwanza na mwandishi wa habari au tuseme ni mtu ambaye ana nali yake, ana channel yake. Aliniambia mtoto ana kitu kwa sababu nimekaa naye nimeona kuna vitu anaongea kwamba hana kitu, alafu ana kitu ambacho anaweza kaongea na akashika kitu haraka sana, japokuwa anaongea mwenyewe lakini pia anaweza kashika kitu haraka sana. Nikasiamini, lakini jamaa kaniaminisha, ndo nikajua kabisa huyu ana kitu. Ndio hapo nilipoamini mimi kwamba ana kitu, anaweza kufanya kitu chochote, kuongea kitu chochote kwa wakati na kwa muda sahihi. Ni vitu gani ambavyo vinakushangaza mpaka hivi sasa huamini ambavyo huyu mtoto anavifanya? Kwanza kinachonishangaza kwanza ni anashika vitu. Yaani mtu anaweza akapita barabarani akashika kitu akaja kukuambia vile vile alivyoongea yeye na akaja kukuambia hivyo hivyo. Yaani unaweza kumtuma dukani akaenda hivyo hivyo dukani na akasema kile kilichomwambia vile vile ulivyomwambia akafanya hivyo. Unaweza kumtuma hata tuseme labda kitu kama hata ukamtuma sukari akaenda akaleta kwa wakati hivyo. Basi ndio. Na misemo yake ambayo anaizungumza ni ipi ambayo inakushangaza mpaka unasema kwamba siamini kama anaweza kuwa na uwezo mkubwa kama huu? Kwanza kabisa nilimpeleka shule. Nilipompeleka shule, mwalimu aliniambia huyu ni mdogo sana, msubiri kwanza akue. Nikamwambia mwalimu, huyu ana uwezo mkubwa sana kuongea na kushika. Alinibishia akaniambia hapana, huyu ni mdogo sana. Lakini baada kama wiki moja tu mwalimu akanipigia ananiambia njoo bana, kuna watoto wakubwa zaidi ya huyu lakini nashangaa huyu anaongea na anashika haraka. Ndio nikaamini hapo, mwalimu mwenyewe akaniamini, akajua yeye kweli anaongea na anashika. Siku hiyo aliulizwa bali unasoma wapi? Akasema mimi nasoma VETA. La ngapi? La 10. Watu wakashangaa, unasoma VETA mdogo hivyo? Akasema mimi nasoma VETA la 10. Akauliza anasoma VETA la 10. Ashaniambia, nishamuuliza unatamani wewe kuwa nani? Akaniambia natamani kuwa engineer. Engineer nini? Akaniambia engineer wa nyumba. Yeye mwenyewe ndo anadai hivyo, anataka kuwa engineer wa nyumba. Nikamwambia sawa. Hata mwenyewe ukimuuliza atakwambia nini engineer wa nyumba. Hicho kitu anapenda sana kukiongelea sana mara kwa mara. Sawa. Ngoja tuzungumze na mtoto. Mambo? Poa. Mzima? Unaitwa nani? Rashidi. Mudathiri. Una miaka mingapi? 2. Miaka 2. Kumbe unajua. Unasoma wapi? VETA. VETA? La ngapi? La 10. Nasoma VETA. Unasoma VETA? Mjomba ni nani? Mjomba ni mama. Lakini ana manyonyo. Uliulizwa Samia? 5 tena. 5 tena. Ujivuta hapo. Sawa. Kwa hiyo misemo tayari ameikariri. Ameikariri. Misemo yake ambayo nisema mara kwa mara yeye mwenyewe. Sasa hivi mipango yangu mimi nilioipanga kwamba natamani kuona kwamba kwanza watu wanamshika mkono, kwamba
anasoma shule nzuri, kwa sababu mazingira anayosoma sio sahihi. Ni mazingira ni sawa kwa mtoto, lakini hayana ubora sana. Natamani kwanza kumuona anasoma sehemu nzuri ili kuendeleza kipaji chake. Simu zitakuwepo kwa sababu sasa hivi kila kitu ni kuhusu ni Shabani ambao ndo Wolf anasimamia hicho kitu. Kaka, mambo vipi? Kama mzee. Shwari. Shwari. Kwanza unaendeleaje? Salama kabisa, alhamdulillah. Mungu ni mwema. Mtu ambaye anakuangalia, jina lako ni nani, na kwanza ulikutanaje na Mudathiri? Kwa majina mimi ninafahamika ni Shebi Dallas. Na Mudathiri ni kama family friend, kwa sababu kaka yake is my best friend. Kwa sababu kitu kilichokifanya nikamrekodi, mimi na platform yangu kwa mostly nakuwa napenda kusupport watu na rekodi na waposti wanaendelea. Sasa siku moja mimi namuonaga tu Mudathiri, anapenda sana kukaa kijiweni yani. Naonaga kuna misemo anakuwa anaongea na kijiweni, anakuwa anamjua kila mtu jina yani. Mimi mwenyewe tu for the first time kaniona watu wameita Dallas, akaita Dallas. Nikamwambia Nuru, mtoto vipi? Siku nyingine nikaenda, mara anaongea hichi anaongea kile. Kwa hiyo ule msemo walipokuwa wanasema mjomba ni mama, nilimkuta akiwa anaongea tu mwenyewe. Mjomba ni nani? Mjomba ni mama, lakini ana manyonyo. Mimi nikatoa simu nikasema nimrekodi. Lakini yeye mwenyewe alikuwa hajui kana namrekodi. Na huyo alikuwa anamuuliza pia alikuwa hajui kana namrekodi. Akamwambia muulize tena kama ulivyokuwa unamuuliza mwanzo. Akamuuliza mjomba ni nani? Akasema mjomba ni mama, lakini ana manyonyo. Baadaye mimi nikaa na edit nikasema hebu ngoja ni posti. Ndani ya masaa mawili mara viewers 500,000. Mara viewers sijui milioni. Mara kila mtu anamuona. Mimi nikaona tu imeishia hapo. Nikakaa after 3 days ndo ule msemo Mheshimiwa Majaliwa akasema kuhusu VETA sasa. Mimi nikakutana naye. Nikamwambia vipi? Nikaa nasikiliza ile video ya VETA wakati naenda masjidi. VETA akanasema VETA. Mimi nikamuuliza unasoma wapi kwa nini? VETA. La ngapi? La 10. Kwa hiyo neno 10 anakuwa analipenda kulizungumza. Kwa hiyo mpaka hapo anasema yeye anasoma VETA yani. Kwa sababu nilimuonyesha ile video, anapenda sana kuangalia yani ukiwa umekaa, kwa sababu ni mtu anapenda sana mtandao, anapenda sana kuangalia ambacho anakiangalia. Kwa wale walivyosikia ile neno VETA akawa limeshaenda, na ndo akawa anasema hapo anapenda VETA, anataka asome la 10. Nasikia sasa baba yake anasema kwamba anahitaji watu wamshike mkono ili aweze kusonga mbele zaidi. Labda wanampataje? Kwa sababu sasa mimi ndo nilimtoa na nikamuonesha mzee wake hiki inawezekana, na kwa wote wakawa wanaamini hivyo. Kwa sasa hivi wao ndo wamekuwa wameniachia kwamba kwa chochote ambacho kinaendelea au unataka umrekodi, unataka umfanyaje, wewe tunakuachia. Ili mtu yote ambaye labda anangependa kumshika mkono, mimi nimlete nyumbani, kwa sababu mostly wazazi wako wanakuwa busy. Babake mwenyewe anacheza mpira, kwa hiyo muda mwingi anakuwa anasafiri. Kwa hiyo ndo mama mwenyewe akaniambia namkuachia huyu, chote ambacho ni sawa tu kutafute. Namba zangu ni 0657 99 83 08. Mtu yote ambaye labda anawiwa kumsupporti bwana Mudathiri Gao au kwa chochote kile, au msomeshe au muendeleze, kwa sababu yeye ndoto yake ni kuwa engineer, na kwa maisha yetu ya huku mtaani kuifikia ndoto hiyo inawezekana ni ngumu kidogo kutokana na gharama, au aidha pia kwa sababu sasa ni maisha ya uswahilini, ili asipotee zaidi, kwa sababu sasa you never know, nakutana watu wengi nao wanaongea vitu vingi ili asivikrem vibaya. Kwa hiyo yeyote ambaye anawiwa kwa ajili ya kumsupport, amuangalie bwana kijana Mudathiri Gao. Kamanda Lali. Kwa Mkapa. Hatoki mtu. Mwangalie sasa kule. Kwa Mkapa. Hatoki mtu. Elia. Mpanzu. Ubaya. Bela. Mama Samia. Mitano tena. Mbona sasa ufanye ile mitano tena kama ngumi unavyekaga? Mama Samia. Mitano tena. Twende vimacho sasa. Nini? Wivu mama, wivu. Unasoma wapi wewe? Unasoma VETA. Unasoma la ngapi? La 10. Mjomba ni nani? Mjomba ni mama. Ila Ana manyonyo. shangazi ni nani? Tajiri baba. Ila ndevu sana. Kwa hiyo anakuwa na misemo mingi ambayo anakuwa anaongea, ambayo yani inakuwa inastaajabisha kwamba naye anakuwa anamuelekeza au anamfundisha.